Kwa sababu kuna wakati utasikia maumivu. Kuna wakati utaona kama maono hayatimii. Kuna wakati utaona ni kama unatoa ilivyokuwa bure. Kuna wakati unaona kama vile unataka kukata tamaa. Lakini pale katika kule kukata tamaa, yale maumivu yanapokuja, ndipo yanapokujengea uwezo. Sema uwezo. Hiyo ni principle ambayo haiepukiki. Ukitaka kuchukua shortcut ipo, unaweza ukachukua shortcut, ukaenda kutafuta majawabu kwenye madhabahu za giza. Lakini lazima uelewe unapoenda kufanya hivyo, shetani hakupi kwa kitu kimoja asichukue kwa kitu kingine. Utakuwa umeshaiuza hatima yako kwenye giza. Amen. Lakini kama umechagua kumwandama Mungu wa kweli, lazima uwe tayari ku-overcome kitu kinachoitwa maumivu. Sema maumivu. Yapo, yanakuja, lazima yaje kukutest. Kwamba unamaanisha wewe? Unamaanisha? Kwa hiyo lazima ujue namna ya kuyahimili, kuyavumilia na kuendelea mbele. Itafika hatua hayo maumivu hayatakuwa fungu lako tena. Itafika hatua maono yako yataeleweka. Itafika hatua maumivu yataviringishwa mbali na wewe kabisa, katika jina la Yesu Kristo. So lazima hayo maumivu yafike level yenye akate tamaa. Yaseme, hili jamaa vipi? Mbona likati tamaa? Tumemjaribu na kumjaribu na kumjaribu, lakini bado anakaza. Ana nini huyu? Huo ndio uwezo unaokuja kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu anakupa endurance, uwezo wa kuendelea mbele hata kama mambo yamevurugika. Uwezo wa kuwa mahala ambapo kuna giza, ukiwa na utupu, na bado ukasema na iwe nuru. Leo hii na iwe nuru katika uchumi wako, na iwe nuru katika kazi za mikono yako, na iwe nuru katika familia yako, katika jina la uweza la Yesu Kristo.